Na kupata sifa za mwanamke wa kuoa, na mwanamke huyu akiwa hakika kabisa anakuwa ni mwanamke ambaye ametoka from the sky, ni mwanamke ambaye anatoka kwa Mungu kabisa. Mwanamke huyu anakuwa umepewa special kwa ajili yako. Wataalamu wa mapenzi, mwanamke huyu anamuita soulmates, yani mwenza wa roho yako. Ni mwanamke special ambaye ukimwona tu katika macho yako, ukimspot huyu mwanamke unamuoa kabisa, licha tu ya kwamba umempenda, lakini pia ndio njia ya wewe kutoboa kimaisha na kimafanikio. Kumbuka, mwanamke ni neema ambayo inakuja kwako ili milango mikubwa ya mafanikio ipate kufunguka. Kwa maana mwanamke anapokupenda na kukuridhia, basi mambo mengi tu hufunguka, na wewe unawaona watu wengi wakifanikiwa sababu ya wanawake wazuri ambao wamewaoa katika maisha ya kiroho. Sasa kama ni mgeni katika channel hii, unaiona kwa mara ya kwanza, subscribe channel hii, ni mpya katika maisha, itakucoach vizuri katika maisha ya kimahusiano, lakini pia itakupa mwongozo ili usiumie tena moyo wako katika maisha ya kimapenzi, na usiache kulike video hii. Sifa namba 1 ya mwanamke ambaye Mungu anakupatia ili upate kumuoa, ili upate kuona, upate kumfurahia katika siku za ujana wako. Mwanamke huyu kwanza ni mwanamke ambaye anakuwa ni kijana. Sifa yake ya kwanza, anakuwa ni kijana. Biblia inamtaja wazi kwamba mwanamke huyu utamfurahia siku za ujana wako. In case wewe mwanamume umepitisha umri, umekwenda umri, wakati kipindi cha nyuma ulikosa mwanamke ukuwa naye, uliteseka peke yako katika upweke, na sasa umefikisha miaka mingi sasa karibia na uzee, lakini hujapata mtu wa kukufariji, basi Mungu anakuwa amekuandalia mwanamke mmoja ambaye ni mzuri, mwanamke ambaye ni wa ujana, atakayekuja katika maisha yako, atakayekupa furaha kabisa, na atakuwa mwaminifu katika maisha yako. Mwanamke huyu haji akiwa amezeeka, kwa Mungu ameahidi kukupa mwanamke wa kumfurahia siku za ujana wako. Hivyo mwanamke anayekuja kwako anakuwa ni mwanamke wa ujana, mwanamke ambaye ni kijana kabisa, yule wa matamanio yako. Namba 2, sifa za mwanamke ambaye mwanamke huyu unastahili kumweka nyumbani kwako na kumfurahia wakati wa usiku katika tendo, ni mwanamke ambaye ana sorry, ni mwanamke ambaye anaomba msamaha, anaomba radhi. Hakuna kitu kizuri ambacho mwanamume anakipenda kama kumwambia samahani, kama kumwambia nimekosea, nisamehe. Usifanye kama vile hakuna kosa ambalo limetokea baina yenu unapomuudhi mwanaume wako. Mwanamke akikosea, mwanamke aseme samahani, na mwanamume akikosea vile vile aseme samahani, kwa kuwa samahani ndio daraja, ndio bridge inayojenga katikati ya migogoro mikubwa ambayo inaweza kutokea mbele. Hiyo samahani inaepusha migogoro. Mwanamke mwingine anapokosea anafanya kama vile hakuna kilichotokea baina yenu, anapouzia anafanya kama vile hakuna kosa, kitu ambacho ni kibaya mno katika maisha ya kimahusiano. Mwanamume anaweza kuhisi amekosea njia ya kuwa pamoja nao. Namba 3, sifa ya 3 ambaye mwanamke anakuwa amekupa Mungu, anakuombea. Ni mwanamke mwenye kukuombea, mwanamke anakuombea riziki, mwanamke anakuombea upate unapokwenda. Unakumbuka katika Biblia kitabu cha Zaburi, utanilinda niingiapo, mstari mmoja maarufu sana unasema utanilinda niingiapo na utanilinda nitokapo. Kumbuka Mwenyezi Mungu anafanya kazi yake kupitia watu. Mungu anafanya kazi yake kupitia wanadamu. Hivyo ukiona unalindwa unapoingia na kutoka, manake ni pale nyumbani kwako katika ule mlango. Unapotoka mwanamke akakuombea baraka, basi mwanamke huyu dua zake zinapokelewa na unafunguliwa katika mambo yako na mafanikio yako. Katika kitabu cha Biblia Mungu anasema kuwa atakupa mwanamke umfurahie katika siku za ujana wako. Umfurahie katika siku za ujana wako. Haikumaanisha kwamba ukiwa kijana ndio utapewa mwanamke umfurahie, bali inamaanisha kwamba katika siku ambazo jua linazama, jua linafikia mwisho katika umri wako, hapo Mungu anakufariji, anakupa tumaini kwa kukupa mwanamke mzuri ambaye ulikuwa ukimwota katika ndoto zako siku nyingi. Hivyo chunga sana mwanamke anakuja kwako kukua. Sio kila mwanamke utapaswa kwa ajili, sio kila mwanamke utapaswa kumwoa, sio kila mwanamke utalala naye. Wanawake wengine wanakuja kwa ajili ya kukuharibu, wanawake wengine wanakuja kwa ajili ya kukufunga, wanawake wengine wanakuja kwa ajili ya kukuharibia maisha uliowajenga kwa nguvu katika siku zako za kupambana. Hivyo ukumbuke leo, mwanamke ambaye ni mzuri atakayekufurahisha wakati wote anatoka kwa Mungu, kwa kuwa furaha ya pekee inatoka kwake. Wala usimtegemee mwanamke aje akupe furaha katika siku za ujana wako. Kumbuka, katika siku za ujana wako ni siku za kujaribiwa, ni siku za kupitisha jangwani. Hivyo
Mungu hukupa mwanamke wako sahihi kabisa katika mahusiano, ambaye ni katika siku za mwisho karibia na uzee wako, kabla hata nguvu zako hazijakwisha atakupatia. Kumbuka Mungu alimpa Ibrahimu Sara, naye mjakazi wake akamzalia mtoto, lakini pia Sara akaja kuzaa baadaye sana katika siku za mwisho. Mungu akampa tumaini. Hivyo kama ni mtu ambaye ni mwanamume umekata tamaa kupata mwenza, usikate tamaa. Nafasi ipo. Endelea kusubiri. Endelea kujenga ufalme wako katika maisha yako ya mahusiano, na utampata mtu aliye sawa kabisa katika siku zako za mwisho. Weka tumaini. Mngoje Bwana.